kufungua mlango. Sasa ngoja nikuonyeshe.
Nimeshindwa kulea mtoto ambaye hana matunzo yoyote. Utanisamehe sana. Kuzaa haikuwa chaguo langu. Nadhani ni wakati wa wewe na mkeo kumlea mtoto huyo. Mume wangu. Mimi leo siendi kazini. Sasa na wewe ungebaki. Yaani, wewe unajua fika mume wangu ana uvivu. Alafu ukianza kunishawishi hivyo maneno ya kuwa nibaki nyumbani. Talala nikome hapa. Afikisha ofisini na kazi kibao. Oh, sawa. Uniache tu niende. Uliniahidi kwa sauti tamu, lakini kivuli cha rafiki yako ulimkagua kwamba ameamka? Hapana, sijaenda kusema kweli, ila nitaenda kumwangalia siku. Ukamwangalia maana usiku ni mwaka. Mtoto wa watu yule na wazazi yule. Kila mume wangu kuna kitu yani kinaniuliza maswali na kosa majibu yake. Jana usiku wale walikuwa na ugomvi mkubwa sana. Yaani najiuliza yeye na mume wake wanaishije huko kwao? Hata mimi nashangaa. Yaani maisha haya kweli bado watu wanaingiana milini kupigana mara tukaanguka kafa. Unajibu nini kwenye jamhuri? Kesi kubwa hiyo, mauaji hayo. Kwa kweli. Anyway, uhakikishe tu kwamba baadaye anarudi kwake nyumbani kwa mume wake. Sawa. Basi unitoe, ni chanza uvivu siku kwa ngumu. Unitoe, unishawishi niende. Mbona nichukue hii tenga kabisa. Maana siku leo naijua Mungu. Kwa kweli. Naki kwa weka nikuweke, weka lete tena. Yaani namna nilivyoamka na huu uchovu ni vile tu kwamba punda afe kila mzigo wake utakuwa ufike kabisa. Naomba nikutakie kazi njema mwanangu. Lakini nafurahi pati yako imekwenda vizuri, marafiki zako wamefurahi na hakika watasimulia kitu kizuri kilichoe. Naomba nikutakie kazi njema na siku njema kazini. Asante. Na mimi pia bila kusahau nikutakia wakati mzuri kwenye hii wiki ya kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwako. Asante. Tena basi kitu kingine. Leo ninataka upumzike tu, isiwe siku tena ya kuzuru au kufanya kazi nyingine yoyote. Sawa. Napenda pia. Nakupenda. Haya basi ubaki salama sasa. Nawe pia. Wahi kazini bwana. Okay. Huyo ndo rafiki mnafiki, best friend. Unamuombea mema, anakuombea mabaya. Huyo ndo rafiki mnafiki, best friend. Unapanda maua, yeye anapanda miba, best friend.
unamwita ndugu, kumbe ni jini. Anakutabasamia akichora fitina. Samba, Unampa chakula, anakupakulia sumu, anakupigia makofi. amka ndugu yangu, amka kaka. Heri adui wa wazi kuliko yeye. Mnafiki huvaa ngozi ya kondoo. Heri nitembee peke yangu mitaani kuliko Vipi asubuhi uko na mtoto? Shida nini? Ndugu yangu, hauwezi amini Saumu ameniachia mtoto kijiweni. unamuombea mema, anakuombea. Amekuachia mtoto kivipi? Yaani imekuwaje mpaka kuachia mtoto? Jana nilimpeleka wife kwenye party ya rafiki yake na tuligombana sana usiku ule. Kwa hivyo mimi nikaona gari kurudi nyumbani, nikarudi kijiweni, nikaipitiwa na usingizi. Lakini cha kushangaza, asubuhi namkuta mtoto kwenye siti ya nyuma. Sasa itakuwaje kakangu? Mimi nilichokiwaza, nije hapa nikuachie mtoto, nikamchukue wife nimrudishe nyumbani, alafu mimi nitakuja tujue nini tunakifanya. Kakangu, unajua kabisa mimi siishi na mwanamke huko ndani. Na sijawahi kabisa masuala ya ulezi sijawahi kulea mimi. Unawezaje kuniacha mtoto? Embo kwa serious. Kaka, mimi inabidi nisaidie kwa hili, kwa sababu unajua fika kabisa wife ni mkorofi na sina mwingine wa kunisaidia zaidi yako. Sisi kwenda nyumbani na mtoto. Nisaidie kaka. Unamuombea mema, anakuombea mabaya. Huyo ndo rafiki mnafiki, best friend. Unapanda maua, yeye anapanda miba, best friend. Sawa kaka. Ila tafadhali ndugu yangu, wahi kurudi. Sababu mtoto hata akilia mimi sijui ndani nampa nini. Sijui. Wahi kurudi. Nisaidie kaka. Samia akichora fitina. Ana shida kaka, nitahakikisha narudi mapema. Best friend, jina tu hakuna cha kweli, ni moshi na giza. Best friend, navunja moyo kwa machozi yangu, ulijenga heshima. Mtoto wangu anahitaji mapenzi yote. Kwa nje Lakini uko mbali kama nyota mbinguni. hivi Kim, wewe ubongo wako utakuwa una shida eh? Yaani jana usiku unipige, alafu sasa hivi unaniambia uko nje kuja kunichukua. Wewe unaweza kusahau haraka haraka hivi usiku, alafu sasa hivi asubuhi niwe nimeshasahau ulichokifanya jana. Odi. Karibu. Ngoja nitakupigia. Za asubuhi. Salama. Salama, umemkaje? Vizuri tu, japo kichwa kinaniuma. Oh, pole. Ngoja nitakuchukulia panado. Nani mbona unamkatia simu? Ni Kim, eti anasema uko nje mje kunichukua. Oh. Ni sawa. Ndio aje asubuhi. Jamani, mtu chake. Alafu BFF, kwani wewe na Kim mnafia nini? Mnagombania nini hasa? Mbona Kim anaonekana ni mtu poa sana? Hizo rafiki yangu Kim ana matatizo mengi sana.
Kimu ana hela, kila siku ni shida na matatizo. Wewe ni shida, nimechoka kuvumilia hizo shida. Rafiki yangu, hakuna alizaliwa na pesa akapewa, labda watoto wa matajiri. Sawa, hizo ni nyakati tu ambazo kila mtu anaweza akapitia kwenye hii dunia. Hizo ni nyakati tu, kwa hiyo unapaswa uvumilie, lakini sio kugombana naye. Yaani kama kweli ni hicho tu ndio kinafanya mnagombana. Hicho tu. Hicho unakiona ni kidogo. Yaani afadhali hata wewe. Jana umepewa gari kama zawadi yako basi. Mimi hata pipi tu au biskuti sitaki. Inapaswa uvumilie, lakini sio kwa adui yake. Yaani unapomvumilia na kumpa maneno mazuri, anapata nguvu ya kutafuta hiyo pesa. Sasa mtagombana kila siku hadi lini? Kweli? Ndio waje kunichukua hata sijaoga. Jamani. Kwani unaenda wapi kutoka hapa? Na usikulioga. Wewe wapi cha kufanya? Vaa nguo kwa sababu unaenda tu kwenye gari nyumbani. Haupiti popote. Sawa. Jiandae tu. Unamwita ndugu, kumbe ni jini. Anakutabasamia, akichora fitina. Unampa chakula, anakupakulia sumu. Anakupigia makofi, kumbe anakucheka.